Sababu sisi kuendelea kuomba neema ili basi hicho ambacho Mungu amekitoa kama riziki katika ziwa basi kiendelee, kisihame. Kitahama pale ambapo tutatia kiburi na kujiona wazi kwamba kile tunachokipata ni kwa uwezo wetu. Lakini basi turejee katika somo letu. Somo letu linasema ufalme wa mbinguni ni wa thamani kushinda vitu vyote vya thamani vilivyopo duniani. Msifu Yesu Kristo. Wale wadada wale waliokuwa wanashughulika na kutuliza fujo walishakimbia. Walishaenda wapi? Benelanda. Na wenzako wako wapi? Napopanga nini wengine mnakuja kukaa huko. Yaani tangia vitu watengeneze basi mshajisahau kabisa. Majukumu yenu bado ni yale yale. Ni yale yale. Kumbe mna kila sababu ya kuendelea kuwajibika kanisani. Tumsifu Yesu Kristo. Somo letu linasema ufalme wa mbinguni ni wa thamani kushinda vitu vyote vya thamani vilivyopo wapi? Duniani. Ni wa thamani kushinda vitu vyote vilivyopo duniani ambavyo ni vya nini? Ni vya thamani. Ni vya thamani. Ufalme wa mbinguni ni enzi ya Mungu yenye utukufu na ya thamani kuliko vitu vyote vilivyopo duniani. Ufalme wa mbinguni ni enzi ya Mungu yenye utukufu tena yenye thamani kushinda vitu vyote vya thamani vilivyopo duniani. Na ili upate ufalme wa mbinguni unahitaji gharama. Unahitaji nini? Gharama. Yaani kupata bule yako. Kumbe ni jambo ambalo linahitaji gharama iwepo. Ukubali kupoteza vitu fulani na ndipo uweze kupata ufalme wa nani? Wa mbinguni. Na ndio hiyo ambayo unaiona katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 44 hadi 46. Na hiyo ni injili yetu, Mathayo sura ya 13 mstari wa 44 hadi 46. Yedi katoka baba na kusema mieku chapa. Anasema Yesu akawaambia wafuasi wake, ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote akalinunua shamba lile. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri, naye alipoiona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote akalinunua. Tumsifu Yesu Kristo. Kwamba nimesema ufalme wa mbinguni ni kitu cha thamani kushinda vitu vyote vya thamani vilivyopo duniani. Na ndio hiyo ambayo ili uweze kuipata, maana yake inahitaji gharama. Ukubali kupoteza vitu fulani ili uweze kugharamia, na ndio uipate. Na ndio hiyo ambayo unaiona katika somo letu la Injili, kwamba mtu mmoja alienda katika shamba akaiona hazina iliyokuwa imefichika, ilikuwa haionekani, na alipoiona hakuibeba, akaiacha. Biblia inasema akaenda kuuza vitu vyake vyote, akauza mashamba, akauza michikichi, akauza maboti, akauza mashine, akauza vitu vyake vyote. Maana yake unaona ni jinsi gani hichi kitu kilikuwa ni cha nini? Cha thamani kushinda mashamba, kushinda vitu vyake vyote. Akaenda kulinunua lile shamba ambalo ndani yake kulikuwa na hazina ambayo ilikuwa na uthamani kushinda vile vitu alivyoviuza. Alikadhalika na mfanyabiashara naye katika biashara yake yote alikuwa anatafuta lulu nzuri. Tunapozungumzia lulu nzuri tunaweza tukazungumzia mfano dhahabu nzuri yenye thamani.
na alipoipata akaenda kuuza vitu vyake vyote ili aipate ile lulu. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna kitu kikubwa sana cha kujifunza katika injili hii. Kuna kitu kikubwa sana cha kujifunza. Unaona, huyu baba sijui ni kijana, alipoiona ile lulu, ni kitu cha thamani, lakini hakukibeba. Kitu cha maajabu sana. Yaani umeenda shambani ukakuta dhahabu, unashindwa kuibeba. Sasa unaona huyu mtu baada ya kufika shambani akaiona, manake ile hazina haikuonekana wazi, ni kitu ambacho kilikuwa kimejificha. Kwa hali ya kawaida sio rahisi sana kukiona, lakini alipata neema ya kukiona, na alivyokiona akajua kabisa hichi kitu ni cha nini? Ni cha thamani, sio kitu cha kawaida. Lakini cha ajabu, hakubeba. Akarudi kwanza, akaenda kuuza vitu vyake vyote. Biblia inasema aliuza vitu vyake vyote. Nina mashaka hata nyumba aliuza, ili akanunue lile shamba ambalo ndani yake kulikuwa na hazina. Hali kadhalika mfanya biashara na yeye alikuwa akitafuta lulu nzuri, katafuta dhahabu kwa miaka mingi yenye thamani. Biblia inasema alipoiona ile lulu nzuri, na yeye hakuichukua. Naanza kushangaa kabisa, mtu ambaye amehangaika kupata kitu, amekikuta kile kitu alichokuwa anakihangaikia, lakini akashindwa kukichukua, akaondoka, akaenda kuuza vitu vyake vyote, ndipo akaenda kuinunua ile lulu. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa kuna kitu kikubwa sana unaanza kujifunza, kwamba kumbe katika maisha yako, si kwamba kila kitu unaweza kupewa bure, si kila kitu unaweza ukakipata bure. Inahitaji utumie gharama ndipo ukipate. Unaona, huyu aliyekwenda shambani alipoikuta hazina, alikuwa na uwezo wa kuibeba, lakini akaiacha, akaona ni afadhali aigharamie kile kitu ndipo akibebe. Hali kadhalika mfanya biashara aliona lulu aliyoihangaikia, lakini hakuibeba mpaka afanye gharama ndipo aibebe. Unaanza kujifunza kwamba kumbe katika maisha hakuna vya bure, vinaua. Unataka vya bure, hujui mtu amehangaikaje. Mama, unataka kuolewa, unataka mtu ambaye pengine ana mali zake. Uwezo kaolewa na kina Matayo lonyelonya. Unatafuta watu ambao wana vitu vya thamani, yaani ukaanze kuishi bure bure. Itakukosti, itakutesa. Na wazazi nao ni hivyo hivyo, hataki mtoto wake aolewe na mtu ambaye ana maisha ya kawaida, anataka mtu ambaye ana nafasi zake. Unajua alipotoa hizo mali, mimi si wewe, uwezo kaolewa na huyu. Unaolewaje na huyu? Maisha yao kwanza ya chini, wazazi wake waeleweki. Inawezekanaje? Yaani mama anataka vya deso, mtoto wake akakute mahali ambao pako safi. Vya bure vinafanyaje? Vinaua. Sasa hawakukubali kuchukua bure ili wagali. Mfano, unahitaji Mungu akuinue, unahitaji Mungu akubariki. Hawezi kukubariki bure bure mpaka utoe gharama, ukubali kupoteza vitu fulani, ndipo Mungu akuinue. Utabaki tu kulia, unayependa bure bure. Utahitaji tu kumlalamikia Mungu, Mungu nibariki kwenye shamba langu, Mungu bariki shughuli zangu. Hautabarikiwa hata siku moja, kwa sababu unapenda bure. Anahitaji ugharamie, na ndipo uweze kupata nini? Baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio hiyo unayoiona Isaka, pamoja na kwamba Esau ni mtoto wake, ili ambariki Esau, Isaka kamwambia Esau, ingia polini kanitafutie mawindo ya mnyama, uje unitengenezee chakula nile, ndipo nikubariki. Ile ni gharama. Unadhani kuingia polini kwenda kuwinda upate mnyama ni kazi ndogo? Polini kuna simba, polini kuna wanyama wakali, polini kuna vitambavyo kama nyoka. Lakini Isaka anamwambia Esau, ingia polini kawinde, ile ni gharama, ndipo nikubariki. Inakuwaje wewe ambaye 7 mstari wa 3 hadi wa 4, Mwanzo 27 mstari wa 3
hadi wa 4. Mwanzo 27 mstari wa 3 hadi wa 4. Tumsifu Yesu Kristo. Basi na kuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani, uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile nipendayo, ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubaliki kabla sijafa. Tumsifu Yesu Kristo. Isaka anamwambia mtoto wake, nikisha kula roho yangu itulie, ifurahi, ili ikubaliki. Sasa wewe upo unahitaji tu Mungu akubariki, alafu hutaki kutoa gharama yoyote. Mungu nibariki. Wakisema zaka, wewe haueleweki. Wakisema sadaka, wewe ni wa 200. Wakisema michango ya kanisani, wewe ulishachoka, unaona kabisa ni kama ni kero. Wakisema kuleta dhabihu katika nyumba ya Bwana, unasema mimi nimechoka. Ile unataka Mungu afungue moyo wake akubariki, ni ngumu. Utasubiri na utabaki kuwa ni mtu wa kawaida, na kiwango chako kitakuwa ni low. Hautamuona Mungu katika maisha yako, utabaki ni zezeta tu wa kawaida. Tumsifu Yesu Kristo. Ukitaka vya bure hauwezi ukapata neema yoyote. Na ndio hii unaiona, alipoiona lulu akaiacha, hakubeba. Akaenda kuuza vitu vyake vyote, ndipo akaenda kuipata. Na yule aliyeiona hazina katika shamba akaiacha, hakubeba bure. Akaenda kuuza, akagharamia, ndipo akaipata. Wewe unahitaji muujiza wowote kwa Mungu bila gharama? Never. Haiwezekani hata siku hii. Tumsifu Yesu Kristo. Isaka anamwambia Esau, nenda polini, gharama hiyo, kazunguke uwezavyo mpaka unipatie, aidha ni swala, aidha ni bawala, niletee nile, ndipo nikubariki. Tumsifu Yesu Kristo. Nawezaje kuingia katika ufalme wa mbinguni? Nawezaje kuingia katika ufalme wa mbinguni? Tumeambiwa ufalme wa mbinguni ni kitu cha thamani ambacho kila mtu anatakana akipambanie, kwa sababu kinazidi vitu vyote vya thamani vilivyopo duniani. Na ndio maana unaona, ili mtu apate, alikubali kuuza vitu vyake vyote ili apate. Nawezaje kupata ufalme wa mbinguni? Tumsifu Yesu Kristo. Ufalme wa mbinguni utaupata kwa jitihada. Sema jitihada. Ufalme wa mbinguni utaupata kwa jitihada. Sio chepesi kama tunavyozani. Yaani mambo ya Mungu sio mepesi kama tunavyozani, inahitaji jitihada. Inahitaji kujitoa kweli kweli. Jitihada. Juhudi yenye nguvu katika hali ya kumtafuta nani? Mungu. Kwa sababu ufalme wa mbinguni unatekwa na watu wenye nguvu, na watu wenye shibe, na watu ambao wamekubali kujikana wao wenyewe wamtafute Kristo. Sio wewe ambaye leo upo unaungaunga tu Kristo lazima utaingia mbinguni. Ngumu. Leo hii tukiulizana hapa, wangapi tunajua hata kusema kanuni ya imani? Mtu anaweka 30 huwa anajiuma mpaka leo. Kanuni ya imani angata pakuika lepa, unyimba, kulika chele, aieleweki. Miaka 30, miaka 40, miaka 20, miaka 18. Ufalme wa mbinguni utaupata kwa jitihada. Sio issue ya kusukumwa kumtafuta Mungu, ni issue ya wewe mwenyewe kwa jitihada yako. Kuna wengine tuko hapo nasubiria mpaka waje wapige hodi, mama fulani, twende kanisani. Huo sio Kristo. Mama fulani, hebu mtolee Mungu. Huo sio Kristo. Yaani kiwango hicho ni kiwango cha mtu ambaye hajawahi kulisikia neno hata siku hii. Ndio anaambiwa hizo habari, lakini wewe ambao umehubiriwa kwenye maredio na kuhubiria, kwenye miaza unahubiriwa, bado unasubiriwa mpaka waje mama fulani, baba fulani, toa vitu kanisa, basi tumaanza. Huo sio Kristo. Mbinguni huwezi kuingia siku hii. Kumbe ili uweze kupata ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni unahitaji jitihada yenye nguvu, kwa sababu wenye nguvu ndio watakao umiliki ufalme wa mbinguni. Ndio hiyo unayoiona katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 12. Mathayo 11 na ule mstari wa 12. Anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji
hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio watakao uteka. Tangu Yohana Mbatizaji mpaka leo ninavyozungumza na wewe, ufalme wa mbinguni unatekwa na watu wenye nguvu. Na usisahau kwamba sisi wa Kristo tuna vita vya kiroho. Ndio maana Biblia inasema vita vyenu si katika damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa kiroho, dhidi ya wafalme, wakuu wa giza na wenye mamlaka. Pasipo kupigana vita hauwezi ukatoboa kuingia mbinguni. Na vita unavipigaje? Kuomba tu. Tukiulizana miongoni mwa watu ambao hawajui kuomba, tukija hapa hatujui tunajua kuomba hapa. Tuseme tu kwa tunajua kuomba. Sasa hivi vitu unavipigaje kwa mfano? Unavipigaje? Yaani vita vyako ni katika ulimwengu wake. Unavipigaje kwa mfano? Kuomba tu hatuwezi. Kusoma neno tu hatuwezi. Kufunga hatuwezi. Tutaingia mbinguni kweli hapo? Usipali chini. Hebu mbadilike basi. Yaani hivi sisi tunataka kuingia mbinguni au tukaanza siruku za Aisha uti vipi na tukatoa tukate ule masombo. Mtoto tulatea tukume papa. Tumsifu Yesu Kristo. Tusipowaambieni hivi vitu, maana yake tutawataka ninyi muendelee kuwa katika mazingira yale yale. Sasa lazima tuwaambieni uhalisia ili utoke katika mazingira hayo, uingie katika mazingira ya uhalisi. Utaikosa mbingu pamoja na utoaji wako wa zaka, utaikosa mbingu pamoja na utoaji wako wa michango, utaikosa mbingu kwa sababu ya hata kama unakuja kanisa utaikosa mbingu. Ulimwengu huu unamilikiwa na nguvu za giza. Kitu chochote ili umiliki unahitaji power, kupigana. Tumsifu Yesu Kristo. Unahitaji kupigana. Utapiganaje? Kuomba hujui, neno kusoma haujui, kufunga huwezi kabisa. Utamilikije vitu? Na ndio maana nakwambia tangia Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa mbinguni unamilikiwa na watu wenye nguvu. Sio huu Kristo wa kawaida huu wa kanisani, mara kwa waganga huko kanisani, mara huko ni nishu. Tumsifu Yesu Kristo. Hii dunia, wewe ambaye imani yako ni changa, kuna watu ambao wanaamini nguvu za giza kiwango ambacho sio cha kawaida. Yaani wewe jinsi ulivyo sivyo Mungu anavyotaka uwe. Leo kuna maisha yako wewe ambao unapitia ya shida yenye ziki. Kuna watu wananemeka kupitia hicho kitu ambacho Mungu alikiweka ndani yako ambacho ni halali yako. Leo kuna watu hamjaolewa, madada wapo tu hawajaolewa wala hata waeleweki wataolewa lini. Kuna watu ambao kazi yao ni ngumu mno mpaka wewe kuolewa. Lazima upambane. Utakaa nyumbani, utazaa watoto, watalea na wajukuu na nyumbani. Tumsifu Yesu Kristo. Mpaka upambane ujue namna ya kujikomboa. Ufalme wa Mungu unamilikiwa na watu wenye nguvu. Ujue kuomba, neno la Mungu kwako ni ngumu, kufunga kwako ni ngumu, kanisani tu ni kuungaunga, utaingia mbinguni kweli? Hiyo ni ngumu. Yana haiwezekani hata siku hii. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio hiyo ambao unasikiliza. Nataka nikufundishe kitu ambacho kitakupa mwanga. Mungu anawaambia wana wa Israeli, na watoa Misri, lakini na wapeleka nchi ya ahadi ambayo ina asali na maziwa. Lakini angalia, kabla ya kwenda kufika nchi ya ahadi, kitu gani kiliendelea njiani? Tumsifu Yesu Kristo. Yaani haikuwa rahisi kwenda kufika nchi ya ahadi. Njiani walikutana na vikwazo, njiani walikutana na vita, ili wabidi wapambane ili waingie nchi ya wapi? Ya ahadi. Kwa vita. Tena vita vile havikuwa vya kawaida. Eti wewe kuingia mbinguni unataka tu walisima na masele, mtaingia mbinguni bwana. Isima na masele. Haya, walisima na tipa, mimi nitaingia mbinguni. Sio rahisi. Ni ngumu mno. Lazima ujue linukuli isima na tipa, jua kupambana. La sivyo utakuwa ni mtumwa wa wengine, utafanya mambo yako wanafaidika wengine, na bado utabaki kuwa na kiwango cha chini, na bado maisha yako watayachezea kila siku. Ndio maana watu mko hapa, wengine mkilala mnapata shida mno.
Mara wengine wanaota wanakula nyama, mwingine mtu anaamka tu asubuhi anasema ni mwele. Wewe ile ndoti ndio wali ni nyama. Kwa hali ya kawaida hajui chochote, namna gani ambavyo anachafuliwa katika ulimwengu. Hajui kupigana vita na fulani. Wewe ile loli. Vini kumekana mkacha na fulani. Usuda dao. Hajui alivyoharibiwa, anafurahi tu. Leo hii kwa kweli ndio utamwe vini ng'ombe zisimuisha. Akuti ng'ombe. Akuti ng'ombe, laita ngejua hii si ng'ombe, amujomba wako wifa. Hayo yote hajui. Tumsifu Yesu Kristo. Jua kupambana. Sio kila Israeli tu. Sio kila Israeli. Wana wa Israeli ili wamiliki nchi ya ahadi walipambana vita. Unaambiwa Yoshua akawatuma watu, ingieni katika nchi ya ahadi mkapembua. Walivyoingia hivi wakakuta majitu makubwa, wanafili majitu makubwa yamepanda yenye chakula, mpaka baadhi ya wengine wakaogopa, akasema Bwana, majitu tuliyokuta kule sio ya kawaida. Akasema kwa sababu tunaye Mungu tutashinda. Lazima upambane. Namba 2, nawezaje kuingia katika ufalme wa Mungu? Lazima ujue kulipa gharama. Sema, lazima ujue kulipa nini? Gharama. Gharama ni ipi? Kuna aina fulani ya maisha ambayo unatakana uachane nayo. Lazima ujue kulipa gharama. Kuna aina fulani ya maisha unatakana uondokane nayo. Na ndio hiyo unayoiona katika kitabu cha Mwanzo 12:1. Mungu anamwambia Abrahamu, ili wewe utembee na mimi, maana yake toka katikati ya ndugu zako. Toka katika maisha ambayo ndugu zako wanaishi, maisha yasiyofaa, alafu nifuate. Yanahitaji gharama. Yaani ujitofautishe na maisha fulani ambayo umezoea. Unataka kuingia mbinguni lakini wewe unakuicha koko chatu cha chula. Yaani baki koko angacha kuna zikaji kwe wewe ni mama sikora wewe unapita pacha. Hivi kweli mwili wewe? Lazima ubadilishe formula ya nini? Ya maisha. Ndipo uingie katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Lazima ubadilishe hali fulani ya tabia ulizo nazo. Kuna mama tuko hapa tumejawa na kiburi. Ni mtu ambaye anasali hapa. Umejawa na kiburi, nafika mahali wanasema mama fulani utapia mkanisa. Nende kwa kapia mkanisa. Sipali chimu. Nataka mange kuja kanisani hapa, yani vile mtu kapia mchi kukumba Hapana manza pia mkanisa. Huyo anataka kuingia wapi? Mbinguni. Lakini akija kanisani kuna kalakata. Tayari imesha kwenye nyumba ya Mungu kweli. Wewe unataka kwenda mbinguni au wewe unataka kwenda kwa Lucifer? Hivi kweli ni mbegu ya Mungu au ni mbegu ya Ibilisi? Unataka kwenda mbinguni. Namba 2, lazima ulipe gharama. Ukubali, 1, kubadilisha formula ya maisha. 2, kubadilisha hata mienendo ya tabia zako. Kiburi kimekujaa, na tabia ya kiburi ni kumuonyesha mtu kwamba yeye mafanikio yake, uwezo wake, mambo yake yanatokana na yeye, kitu ambacho kinajidanganya na nafasi ya Mungu inakuwa haipo. Unajitia kiburi mbele za Mungu. Wewe kama nani? Hivi Mungu kweli? Tumsifu Yesu Kristo. Biblia inasema Mungu ni wa ajabu. Ukipambanua kitu cha ajabu maana ni kitu cha kutisha, si ndio hivyo? Sasa kama Mungu ni kitu cha kutisha, unachukuaje mizaha kwenye nyumba yake ambamo ndimo na mchana unakuja kusali huku karaka atukupi hela? Yesu Kristo. Mbinguni kuna raha yake. Kwanza moja, mbinguni, Biblia ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, Yohana akasema, nikawa katika maono nikaona mji mtakatifu ukishuka kutoka mbinguni, yani Yerusalemu, umepambwa kama mama harusi kwa ajili ya wateule. Kuna mji ambao upo mbinguni ulioandaliwa wewe. Ukipambana vizuri, sio miji hii ambayo leo hii tunasema mara katili zinakuwa ndeli kimbe msekele mara kale, sio hiyo miji. Anakuambia mji ambao ni mtakatifu, Yerusalemu. Usindwala, usihoma,
usipizi, yani ni raha mstarehe. Umeandaliwa wewe pamoja na nani? Na mimi. Lakini ili ushiriki unahitaji kupambana na kubadilisha aina fulani ya maisha, ndipo utashiriki. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Wangapi wamebarikiwa na neno la Bwana? Mpungie Mungu mikono.